Asubuhi njema popote ulipo mtazamaji wa The FM Show. Na kwa sasa ni taarifa ambazo zinagonga vyombo vya habari katika sehemu tofauti hapa nchini Kenya baada ya maafisa wa polisi kutokea katika kitengo cha Kenya Police ama the Administration Police kuweza kukamata bangi zaidi ya mangunia 25 katika kanisa moja kule eneo la Rongai, ambapo bangi hii inagharimu takriban shilingi milioni 6. Inaaminika kanisa hili lilikuwa likipata kuwauzia wateja wake bangi, na watu waliokuwa wakiattend kanisa hili haungeingia kanisani kama ujavuta msokoto wa kileo hiki. Jambo hili limewaacha Wakenya wakiwa wamepigwa na bumbuazi kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuongea kulingana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika sehemu tofauti hapa nchini Kenya. Kanisa ni mahala patakatifu ambapo sisi jinsi ambavyo tumelelewa katika dini la Ukristo, unaambiwa ya kwamba ukienda kanisani huko ndiko ambapo utafunzwa maadili na vitu ambavyo vitakutenganisha na mambo ya kidunia. Hila kanisa kama ile ambalo lipo kule Ongata Rongai, ukiingia kanisani unafunzwa jinsi ya kutumia dawa hizi za kulevya aina ya bangi. Nikisoma maoni ya Wakenya kadhaa kwenye mitandao ya kijamii kulingana na kile ambacho kinaendelea, namuona Santorini Queen akisema snitches hadi kwa kanisa jameni. Muliona Pastor Ng'ang'a akisema sadaka ni less na tukileta sadaka kubwa mnaita karao. Mna mambo nyie. Namuona Umbima akisema wanachoma ndio wasinipate hell. Namuona Tolman Kenya akisema pastor ako shughuli zote. Mweni V anasema they wanting to be closer to the most high. Shida iko wapi? Mna mambo nyie bana. Namuona mwingine Mzuka Kata akisema washirika ndio wako na ushuhuda. Junior Accident anasema if this was a bank found in a mosque, the media terrorist in a mosque found with Kenya shilling 6 million. What the bank researchers say they were planning to attack BBS Mall. Wacha maneno mingi, unaingiza dini katika mambo kama haya. Tunasema kila dini ibaki kuwa dini kipya. Kimambo ya kuhusisha madini na kuanza kulinganisha, upumbavu huo uweke kando kabisa. Maana hapa ndipo mnaleta vitu ambavyo vieleweki, mara mnaanza kulinganisha Uislamu na Ukristo. Sisi wote tunamwabudu Mungu mmoja. Ila mtu akifanya dhambi ahukumiwe yeye mwenyewe, msihukumu watu wengine kulingana na dhambi ambazo mtu amezifanya kivyake. Tunaambiwa msalaba utaubeba wewe peke yako. Ndivyo mambo yalivyo. Je, maoni yako ni yapi? Kanisa linawauzia wateja bangi? Achia comment kwenye comment section, tuungane kwenye video zijazo.